Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Mweka hazina wetu wa bodi ya wadhamini, ikianza na baba yetu na mama yetu, mchungaji wetu Amos Saganga Ndaki, Dr. Luther, askofu wetu wa kanda ya Ziwa Mashariki, makamu wako Tito, Mwana mweka hazina wako sana. Kushukuru sana mtumishi wa Mungu kwa maandalizi haya, namna ambavyo umeweza kucoordinate tukawa na majimbo mawili, jimbo la Mwanza viongozi wapo, jimbo la Magu ambao ndio wenyeji, rafiki yangu Askofu Salala. Mimi niseme baba Luther, Mungu akubariki sana kwa kazi nzuri, na uona kabisa mwanzo mwema, na ninajua hata moyo wa baba yetu pamoja na mama umeguswa. Washukuru pia kanisa, sisi ambao ni wageni tunamfahamu baba yenu, tumekuwa naye na kazi kwa kipindi, lakini leo tumekuja kuiona sura yake halisi. Kumbe kule tulikuwa tunakiona kivuli chake, leo tumefika kumuona Isaganga mwenyewe. Kwa kweli unapendeza. Haleluya baba. Na unafanana na baba yenu. Haleluya. Na pia unafanana na mama yenu. Haleluya. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Wakati tunaingia, mama askofu alikuwa anaombea sadaka. Sasa nilivyosikia sauti yake, nikataka nimsukume baba askofu tuongeze mwendo. Nilikuwa najua ni mama Kulola ndiye anayeomba ametembea leo hapa. Naitwa Askofu Naaman Raphael Shauri, na mshukuru Mungu kama nilivyosema mweka hazina wetu wa bodi kwamba neema iliyozidi kwa kipindi hiki. Mimi ni katibu mkuu wa kanisa letu la Assembly of Gospel Church International AGGCI. Kabla ya hapo kwenye kamati kuu ndio nilikuwa mshauri mkuu wa kanisa letu. Baba akiwa askofu wa jimbo la Magu, mzee mwema sana mwenye juhudi, na Bwana akampa timu iliyokamilika ya kamati yake ya jimbo. Wakati huo mimi nilikuwa bosi wake kwa mbali sana. Unanielewa? Kuna vikao tunaingia, tunajenga hoja, yeye haingia. Unatoka kikao kingine hicho, tunaingia kikao kingine,
ngazi ya pili kutoka juu, yeye haingii. Tunaingia kikao cha tatu, ngazi ya tatu kutoka juu, ndio unamkuta Isaganga hapo. Unanielewa? Silimwacha parefu. Silikuwa natoa vitu vingi kuliko yeye. Kikao cha kwanza, kikao cha pili, kikao cha kwanza hayupo, cha pili hayupo, cha tatu unamkuta amekaa mstari wa mbele, ndio sasa tunaanza kuzungumza na yeye akiwepo. Nitasema vizuri baada ya maneno nitakayosoma, lakini hivi ninavyoongea na wewe ujue mimi ambaye baba huyu nilikuwa bosi wake, nimemwacha renki za kutosha. Hivi ninavyosema na wewe, yeye ni bosi wako. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ndiye Mungu tunemtumikia, ambaye hana upendeleo. Napoona hao waheshimiwa wote, kuna wengine wanasema toka misingi ya dunia kuwekwa hajawahi kukanyaga. Mimi mwenyewe ni mmoja wapo, mpaka tulipita ili kanisa tukageuzia kule mbele. Bwana Yesu asifiwe. Samueli akasema, nawezaje kwenda? Sauli akisikia, Sauli akisikia, Samueli wala hakuongea kwa kufumba fumba. Alijua Sauli tayari ameishaingiwa na roho nyingine, sio tena utumishi wa Mungu, sio tena kusimama kwa nafasi ile ambayo Bwana alimpaka mafuta awakilishe yale Mungu aliyoweka ndani mwake. Nimezungumza habari ile ya Samueli na hii Nathaniel, ili yakae kwenye moyo wako mtumishi wa Mungu. Ujue kwamba hatuko hapa kwa bahati mbaya. Kanisa letu, kwanza nishukuru sana katibu wetu wa jimbo la Magu. Nimesikia hapa kihamasisha maombi yanayoendelea, maombi ya kanisa letu. Mungu akubariki sana baba. Ningekuja hapa bila agizo la askofu mkuu baba yetu Dr. Asumwisi Mwaisabila, yale unayoyasikia yangekuwa kweli. Lakini kama nimekuja na agizo la askofu wetu mkuu JJCI, nataka nikwambie nimetumwa na Samueli. Hakuna lugha nyingine ya kuungaunga. Nina ujumbe wa Samueli, kiongozi wetu mkuu wa JJCI. Kwa hiyo utakaposikia kikao chochote, utakaposikia mikutano yoyote, uliza swala, Samueli yuko hapa? Mkuu wa dini yuko hapa? Haleluya. Haleluya. Sasa mimi nilikuwa bosi wake, leo ameniruka ni bosi wangu. Na ni mchungaji wewe. Alikuwa askofu wa kanda, alikuwa askofu wa jimbo, yupo kwenye jimbo hili hili. Kwa hiyo ninyi mna neema kubwa sana. Jimbo la Magu na kanda ya Ziwa Mashariki, mna neema kubwa. Amen. Yeye mwenyewe alikuwa askofu wa jimbo, kwa hiyo anafahamu vitu vingi. Yeye mwenyewe yuko kwenye hii kanda, anafahamu vitu vingi. Leo Bwana akamwamini, kama alivyosema ndugu yetu Tito hapa, alizungumza hata kufupi kwamba tarehe 5 mwezi wa 8 tukiwa kule Mbeya kwenye kikao cha halmashauri kuna baraza la uangalizi, Mungu alisema na baba askofu Mwaisabila kuhusu baba yenu. Lakini kukumbusha kitu kwamba haikutokea tu kwa bahati mbaya. Wapo utasikia watu wengine wakizungumza tofauti na
mimi sipo hapa kwa ajili ya kuwakanusha, kwa sababu safari ya mbinguni ni imani. Mzee huyu badala ya sisi kumhimiza, yeye ndiye alikuwa anatuhimiza, ambao tuko karibu na Mbeya. Mimi niko Dar es Salaam. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na jambo la kuambia wanangu, sema kwenye moyo wangu Bwana amenizungumzia kwa uhakika katikati yenu. Ndio maana nawaita, na nilikuwa najua lazima atakuwepo. Sema katikati yenu yupo makamu wangu askofu mkuu. Nani leo? Akasema, tukapiga makofi kwa shangwe. Tunaangaliana, hii imekaje? Amen. Nani aote kwamba ni fulani? Bwana Yesu asifiwe. Baba akasema, Amos Isagani, naomba usimame uje hapa. Kiukweli mimi nilikuwa mbele tayari, kwa sababu nafasi yangu nilikuwa mbele tayari kama mshauri mkuu. Na mwangalia Askofu Isagani, yani kama vile hana habari, amekaa miduatu. Mungu mwema. Bishop Paul Sanga akamtingisha mbele, unajua ni wewe hivi. Na amekaa kiti cha pili kama hivyo hapa mbele, cha pili. Kuna hivyo hivyo. Huyu baba anainuka, hata kutembea naona kabisa kwamba kama vile anaota. Inawezekanaje habari njema, neno njema kutoka Nyanikoma? Haleluya! Kwa furaha tukaamini kiongozi wetu mkuu tuliye naye ni baba mwenye macho ya rohoni. Sasa tunamfahamu huyu baba, lakini hatukumfahamu sisi kwa kupitiliza ambako baba alifunuliwa na Bwana kwamba huyu atakusaidia. Maaskofu walilipuka pale, tukamzunguka huyu baba. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo niseme watumishi wa Mungu, kama wanafasi kama katibu mkuu wa AGGCI, niseme rasmi kwa watoto wa Mungu wa mahali hapa ambapo baba anaongoza ibada hii ya Mikoma, kama alivyosema baba kwamba ilikuwa aje na waraka hapa awasomee, ama katibu wa kanda ausome, lakini baba askofu akasema hapana, mtaenda kusema na kanisa. Taenda kusema, viongozi jimbo akisikia, tasindikizwa na kamati ya kanda. Kwa hiyo niwaambie, baba yenu amekwisha simikwa kuwa makamu askofu wa kanisa hili la AGGCI. Kuanzia leo ufahamu, baba anaposimama hapa vile vile kama ambavyo alikuwa anasimama kama mchungaji wenu, lakini wakati huo askofu wa jimbo. Yani akitoka hapa ana washirika wake ambao ni wachungaji, ndio askofu wa jimbo. Akirudi huku anakuwa baba na watoto wake. Leo ufahamu, baba ametoka jimboni, amevuka kanda, sasa ni namba 2, ni makamu askofu mkuu wa Assembly of God Gospel Church International. Amen. Amen. Yani hivi ninavyoongea ingekuwa siongei
ingekuwa kila dakika nikizungumza nasema mheshimiwa makamu mkuu wa askofu. Yaani maana kwamba natafuta kibaya. Alafu naongea. Nikiongea kidogo nasema mheshimiwa makamu mkuu wa askofu. Alafu naendelea kuongea. Lakini kwa kuwa naongea ya mbinguni, hata yeye mwenyewe anajua yana kibali cha Bwana. Haleluya. Kanisa la Nyamikoma, kabla hamjakaa, baba askofu wetu mkuu Dr. Asumwisi Maktabu Mwisabila yuko hewani. Anataka aseme neno, maana anajua leo tuko hapa kusema na kanisa. Na baba askofu, watoto wako wanakusikiliza, na maaskofu wa kanda, maaskofu wa majimbo wamekuja, wamekusanyika hapa. Kanisa limejaa furaha. Nimewatangazia kwamba ulishamwekea mikono baba yao, mchungaji wao Askofu Amos Saganga kwamba ndiye makamu wako. Wanataka wakusikilize, utamke neno. Baba karibu. Baba askofu, Bwana Yesu asifiwe. Wanakusikiliza wanao, na baba askofu tumesimama tunakusikiliza, utamke neno. Watoto wako wamshangilie Bwana. Baba rudia tena. Halo baba, wanakusikia wamejaa furaha, wanashangilia kweli kweli. Waambie tuonane Dodoma. Amen. Amen. Hawa sasa ni wazee wa kanisa, washirika, watoto wa Sunday School. Tuko kanisani kwa mchungaji, kwa makamu wako Askofu Mkuu Saganga. Tunashukuru kweli, tutaonana Dodoma. Waambie Bwana waweke salama. Amen. Amen. Basi baba, tunakushukuru, tumesikia sauti yako. Watoto wako wameamini kwamba kweli baba yao ni makamu wako. Amen. Asante sana. Makamu askofu wetu mkuu wa AGGCI ili aje aseme jambo na wewe. Katibu mkuu, Bwana akubariki kwa kuwakilisha ujumbe wa askofu wangu mkuu. Ni kweli nitazungumza machache sana kwa sababu muda wetu haupo. Ninayo maneno mengi sana ya kusema, lakini sitasema leo. Natarajia kuweza kusema Dodoma, maana hapa nina washirika wangu tu. Sasa naona maneno makubwa ni Dodoma. Na nizungumze tu kwa ufupi sana. Huyu mzee askofu wetu mkuu, najua mambo ya Mungu ukiyachunguza sana unapotea. Niseme machache kwa sababu hatuna muda wa kuzungumza vitu vingi. Kwanza tu nimshukuru Mungu kwa sababu ya askofu wetu mkuu Asumwisi Mwisabila. Ni askofu ambaye nimegundua kabisa kwamba anaona mbali. Kitu cha mwisho, naomba maombi yenu. Bila maombi nitasema ambalo, kwa nini nasema maombi yenu sana? Kanisa hili limetafutwa muda mrefu sana, akiwepo mzee Kulola. Shetani lengo lake ni kulifuta kabisa. Injili ya huyu mzee haitakiwi kabisa, inatakiwa ifutike. Lakini tukishikamana
alivyokuwa akisema mzee Claude, tushikamane hivi. Dini kutengeneza mpaka kuumia. Lakini hii ya kusema tu kama nilivyosikia eti tukutane Mbeya, alafu tunakutana muda mdogo. Sasa tunakwenda kuna cha kufanya nini kweli? Katibu, unaonaje? Sasa ajenda. Tukazitafute Mbeya. Funika macho, tuinue mikono yetu juu, tumshukuru Mungu. Baba yetu, tunakushukuru kwa sababu ya wema wako. Wewe ni Mungu wa kweli na Mungu wa uzima. Baba, angalia Bwana mabwana, tumekuja hapa si kwa bahati mbaya. Unahitaji kusema nasi, unahitaji kutengeneza kanisa lako. Na kanisa lako Baba litakwenda vizuri kwa sababu Bwana maono yako ni makubwa, ambayo unahitaji kuweza kutengeneza dini hii. Ni dini ambayo umetuachia mtumishi wako ambaye Bwana ametuacha, lakini Bwana hajatuacha. Roho ya mzee Kulola iko hapa. Roho ya mzee Kulola bado inatembea, inatafuta ni nani atakayeweza kulishika gurudumu hili. Inatafuta ni nani atakayeweza kuwafanya watu wako wawe watakatifu. Mungu wa kweli, Bwana, nakumbuka aliweza kutamka yeye mwenyewe mtumishi wako. Akatamka nataka kuingia ndani kufundisha kanisa. Yeye alikuwa ni mwinjilisti, lakini Baba, kwa bahati njema Baba unahitaji kuingia kwa walimu wengi tunao. Kuna maprofesa, kuna watu wa madigrii wengi ambao sasa wanahitaji kulifundisha kanisa likae sawa sawa. Lisikae upande mmoja, lakini likae sawa sawa katikati yako. Na Bwana utakwenda kulifundisha kanisa lako, nalo utakwenda kusimama sawa sawa. Na kushukuru kwa sababu utakwenda kuonekana sasa katika mambo yote. Mkono wako pekee ukaonekana Bwana kututetea na kutujenga. Naomba kwa machache Kristo Baba, naweka mikononi mwako Tanzania nzima kwa ajili ya watu hawa wote. Tanzania nzima umeiweka mikononi mwako, unahitaji kuibariki. Bariki kanisa la HTCI ambayo ni kanisa lako ambalo Bwana linahitajika kuweza kufanya kazi iliyo njema kuliko wote ambao Bwana wanatafuta vyao. Sisi tunafuitafuta vya kwako, tuwalete kwako Bwana wa Bwana, mfano wa uzima, uwapokee watu wengi. Najua ya kwamba tutachota watu wengi kukuingizia katika ufalme. Baba, nakushukuru. Yote nikiacha mkononi mwako, naweka mikononi mwako wote, viongozi wa majimbo, viongozi wa kanda zote Tanzania hii, majimbo yote ya Tanzania hii Baba, nayaweka mikononi mwako. Mungu Baba, tukumbuke, usituache, uwe pamoja nasi, tutetee, tujenge, tutie nguvu Baba. Baraka zako zikapate kuonekana juu ya kila moja. Na kushukuru kwa haya yote ni katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, tuseme wote amen.